Mwanzo mlango wa 13 mstari wa kwanza. Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Bezeli, mahali pale palipokuwa hema ya kwanza kati ya Bezeli na Ai. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza, naye Abrahamu akaliita jina la Bwana hapo. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema, na ile nchi haikuwa tosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Kukawa na ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abrahamu na wachunga wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakanani na Waperezi walikuwa wakikaa katika nchi. Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusii kati yangu na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi ni jamaa moja. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi jitenge nami na kusii, ukienda pande za kushoto nitakwenda pande za kulia, ukienda pande za kulia nitakwenda pande za kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana haja haribu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika nchi ile ya bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Ikiwa mtu anaweza kuhesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka, ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hii. Basi Abrahamu akahamisha hema yake, akaja na kukaa karibu na mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Kutekwa na kuokolewa kwa Lutu. Mwanzo mlango wa 14 mstari wa kwanza. Ikawa siku za Amrafeli mfalme wa Shinari, Arioko mfalme wa Esari, na Kedorlaoma mfalme wa Elamu, na Tidadi mfalme wa Goimu walifanya vita na Bera mfalme wa Sodoma, na Birsha mfalme wa Gomora, na Shinabu mfalme wa Adma, na Shemeberi mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela, ndiyo Soari. Hawa wote wakakutana katika bonde la Sidimu, yaani bahari ya chumvi. Miaka 12 walimtumikia Kedorlaoma, hata mwaka wa 13 wakaasi. Na mwaka wa 14 akaja Kedorlaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye, wakawapiga Warefai katika Ashterokaimu, na Wazuzi katika Hamu, na Waemi katika Shawe Kiriatamu, na Wahori katika mlima wao Seiri, mpaka Elfarani iliyo karibu na jangwa. Kisha wakarudi wakaja mpaka
Sfati ndiyo Kadeshi, wakapiga nchi yote ya Waamaleki na Waamori waliokaa Hasasoni Tamari, mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Sebeomu na mfalme wa Bela ndiyo Soari. Wakatoka wakapanga vita panapo ponde la Sidumu, wapigane na Kardolaoma mfalme wa Elema na Tidali mfalme wa Goimu, Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Esari, wafalme wa 4 juu ya wale watano. Na bonde la Sidumu lilikuwa limejaa mashimo ya lami, nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko, nao waliosalia wakakimbia milimani, wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote, wakaenda zao. Wakamtwaa Lutu mwana wa nduguye Abramu aliyekaa huko Sodoma na mali zake, wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abramu, Mwebrania aliyekuwa akikaa karibu na mialoni ya Mamre, yule Mwamori nduguye ya Eshkoli na ndugu ya Aneri, na hao waliokuwa wamepatana na Abramu. Abrahamu aliposikia ya kwamba nduguye amechukuliwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 314, wakawafuata mpaka Dani. Akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake. Akawapiga akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Dameski, naye akarudisha mali zote. Akamrudisha Lutu nduguye na mali zake na wanawake pia na watu. Melkisedeki ambariki Abramu. Abramu aliporudi kutoka kumpiga Kardolaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Na Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abramu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliwatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi, ya kuwa sitatwaa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho nacho, usije ukasema nimemtajirisha Abrahamu. Isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yahani Aneri na Eshkoli na Mamre, na watwae wao sehemu zao.